Bana, nilikuwa napita mitandaoni nikakutana na charts. Ya kwanza ambayo ilinishtua ni ile ya baada ya Zuchu kufikisha views milioni 100 katika wimbo wake wa Kwikwi. Then kuna nyingine nikaiona ya Diamond Platnumz. There is something nataka nikizungumze hapa. Before ya kuzungumza, nataka niwakumbushe jambo moja wanangu. Always mimi wanawakumbusha sana kuhusiana na issue ya washikaji zetu wa Msasani na Manga, wale wa High Click ambao ndo wanahusika na masuala ya printing. Kama unavyoona t-shirt yangu ya Mando Plus, wao wamehusika kwenye kuprinti na vitu kama hivyo, kuprinti, kutengeneza zile kofia. Kama umeiona kofia wamenitengenezea wao, lakini washikaji wanafanya kazi nyingi sana. Wanatengeneza awards zile, wanatengeneza tuzo, unaelewa, wanaweka mabango kwenye masherehe, wanafanya decoration kwenye sherehe, wanaweka mabango ya kibiashara, wanaweka hizi, unaona hizi wanazitengeneza wao majina. Kama unataka kwenye chupa yako jina likae, chochote unachokijua wewe kinahusika na swala la kuprint, la kubandika logo yako, kufanya nini, washikaji wa High Click wanafanya hizo issue zote. So nenda pale na Manga Msasani ka check na washikaji zetu, kafanya nao kazi. Ni washikaji ambao wako poa sana, na nafikiri na nakuahidi hutajutia kwenda kufanya nao kazi, unaelewa. Collab account yangu na ya kwao ili kuweza kuona kwenda kufanya nao kazi. Ndio kwenye point yangu ya msingi. Sasa baada ya Zuchu kufikisha views milioni 100 kwenye wimbo wa Kwikwi, ndio ikatoka charts ya Africans top female artist, sawa, multiple songs wamenigani amba, yani okay, in short, hii ni list ya wasanii wa kike wa Kiafrika ambao nyimbo zao zimevusha milioni 100. Nisikilize, nyimbo zimevusha milioni 100. Wa kwanza ni Tyla, ana nyimbo hizi 3. Umeelewa? Nataka nikutajie tu kwa sababu nataka nyingi. Nyimbo 3 Tyla anazo. Wa pili ni Zuchu, ana nyimbo 2. Wa tatu Ayra Starr ana nyimbo 2. Wa 4 Tems ana wimbo 1. Wa 5 Molly kutoka Ghana wimbo 1. Wa 6 Yemialade, Tiwa Savage, Libianka, Snatch, Chidima, Adai. Yaani hao nikutajia wamevusha, sio lazima nyimbo moja, ila wamevusha milioni 100. Inawezekana wengine wana milioni 200, 300, lakini wamevusha milioni 100. Zuchu ana nyimbo hizi ambaye ni Sukari na Kwikwi. Then Tyla na ngoma hizi ndio wanaongoza nyimbo ambazo zimevusha 100. Ayra Starr na namba. Kwa Ayra Starr na Zuchu wana nyimbo 2. Then Zuchu ana nyimbo 2, Tyla na nyimbo 3. Jana nilizungumza namna numbers, WCB na issue ya numbers. Brother, yani watenge, weka mbali na watoto. Asifuta picha. Baada ya kuona hiyo, nikaona wasanii ambao wanasikilizwa zaidi YouTube. Diamond na milioni 14, Zuchu milioni 8, Rayvanny milioni 8, Zuchu milioni 8.8, Rayvanny milioni 8, Mbosso 7.4, Harmonize 6, Juma Jux 5.4, J Melody 5.1, Mario 5, Alikiba 4, Ibra 2.4. Mimi sijaandika hizo takwimu, sio mimi. Wakaja kwenye takwimu zingine wakasema wasanii wa kike waliotazamwa zaidi YouTube. Zuchu milioni 8.8. Angalia 8.8. Nandi milioni 1.9. Mwezi mzima. Fina milioni 1.7. Yami milioni 1 na wengine wakashuka huko hawajafikisha milioni. Milioni 8.8 huyo na milioni 1.9. Angalia tofauti hiyo brother. Nikaja kukutana na takwimu nyingine nasema wasanii wenye views nyingi YouTube kupitia nyimbo video za 2026 mwaka. Diamond milioni 54. Nimeweza kutaja takwimu, kwanza taongea jambo. Mario milioni 47.5, Mbosso milioni 45.5, Harmonize milioni 38, Kuslav milioni 23, Zuchu milioni 22, Divoice milioni 22, Rayvanny milioni 16, Nandi milioni 14, Alikiba milioni 14, Ibra milioni 11 na Jux milioni 10. Sasa mimi nataka niongee jambo hapa wanangu. Hizo takwimu zote nimewatajia. Kwa mfano Diamond hajatoa nyimbo na miezi 4, ndio mwezi wa 5. Anaongoza kwa numbers wanaotangazwa kwa mwezi. Zuchu hajatoa wimbo kwa sababu unajua wote yuko maternity, huko kajifungua. Yuko nafasi ya 2. Kwa mwezi Agosti ana milioni 8.8.
na hajatoa wimbo kwa kujifungua mjamzito. Diamond hajatoa wimbo miezi 4 na 5. Hiyo ni moja. 2, Diamond hajatoa wimbo, ana milioni 54 kwa mwaka. Alafu achana na hao, na kuja kwenye wasanii ambao wametoka WCB. Wa kwanza Diamond, wa pili Zuchu, wa tatu Rayvanny, wa 4 Mbosso, wa 5 Harmonize. Kiukweli mimi wanasema jambo moja, achana hizi namba. Diamond alichokitengeneza huwa anasema Diamond, tukitaji kama wasanii wanahitaji in terms of numbers. Nafikiri Diamond ni msanii wa kutolewa mfano. Ndio maana wanasemaga wasanii wasimchukie mshikaji, wawe inspired tu. Then Diamond anatumia mbinu gani? Kwa nini wasanii wao wanaowatengeneza wanakuwa wana uwezo wa kupata numbers nyingi? Wanaoongoza kutoka mtu wa kwanza mpaka wa 5 wote wametoka WCB. Diamond yeye, Zuchu, Harmonize, Rayvanny, Mbosso ndio ambao wana run game kwenye in terms of numbers. Unaelewa? Ambao kawatengeneza yeye. Mshikaji ni nini ambacho huwa anapandikiza kwa wasanii? Kitu gani? Tujaribu kushauriana hapa. Angalia Zuchu. Afrika, nyimbo ambazo zimevusha milioni 100, ni msanii wa pili Afrika baada ya Tyler na nyimbo 3 na nyimbo 2. Ukija Tanzania, hakuna msanii wa kike ana wimbo unafikisha milioni 100 zaidi ya Zuchu. Hakuna. Shida hiyo. Hakuna msanii wa kike Afrika Mashariki YouTube. Unanielewa sijui? East Africa hatuna msanii wa kike mwenye wimbo ambao umevusha milioni 100 zaidi ya Zuchu, na sio moja, nyimbo 2, na kuna zingine zinaenda. Diamond anatumiaga nini kutengeneza wasanii? Diamond anatumia nini? Yaani Diamond anatumia nini wasanii wake wanakuwa na kwa sababu numbers, ushawishi pia, kufuatiliwa, uwekezaji wanangu. Uwekezaji. Of course wasanii wengi wanawekeza, lakini Diamond anawekezaje? Kitu ambacho mimi najua, anawekezaje mshikaji? Yaani miangalia hizi numbers nikasema mama yangu, hii game ya Bongo Flava imekamatwa na Diamond. Yaani ndio maana Diamond anakuwa na power ya kurani game anavyotaka. Kwa sababu yeye ndio watu wanaowatukuza wanarani game. Tujaribu kuzungumza hii. Hii nahisi itakuwa ni mjadala mzito sana. Mimi nitaleta hii debate. Tujaribu kuizungumza vizuri wanangu. Nataka nianzishe, then tutakuwa tuna discuss. Kila baada ya muda tunaizungumzia mada. Mshusha comment yako hapo na wewe.